Kijiji chetu kimefunikwa na giza, mapenzi yetu yamejaa usaliti na komole. Ardhi ina siri, roho za wachawi ziko vitani. Eti pole pole kwa kuchelewa, pole pole kwa kuchelewa, pole. Wajukuu zangu, kwa sasa sina la kufanya, munaweza kwenda, ila tutajua cha kufanya. Sawa sawa mganga. Kwetu we kuna nala, kwetu kuna nala, kwetu we kuna nala, kwetu kuna nala, kwa baba na mama kuna nala, kwetu kuna nala, kwa babu na bibi kuna nala, kwetu kuna nala. Mnaweza mkaenda, ila msiogope, hakuna kitu kinashindikana kwa mche wa mchelenga. Mimi nashukuru ndugu yangu. Ndio unifikisha salama. Ndio. Ila wewe ni hapa hapa sasa hivi? Mimi sasa ni hapa hapa na nafanyia kazi ya bodaboda hapa mjini. Basi haina shida, kama tukipata siku nyingine tutakupigia simu. Sawa basi. Uona usiku mwema ndugu wangu. Haina noma. Odi. Odi. Asante. Karibu. Nikusaidie. Unisaidie nini? Mimi hapa ni nyumbani kwangu. Naitwa Mesat, natokea mjini. Mesat. Karibu. Unanifahamu? Nakufahamu. Habari zako nilizipata kwa mama. Nashukuru. Choka. Barabara mbovu sana sasa hivi. Umesema unanifahamu, ila mimi bado sijakufahamu wewe ni nani. Na istoshe, nimetoka hapa humu ndani, nimemwacha mke wangu na mdogo wangu Fazila. Nashangaa narudi au wote siwakuti na kukuta wewe. Unaweza kuniambia vizuri wewe ni nani? Na upo vipi katika nyumba hii? Na huu saizi ni usiku. Mke wangu na ndugu yangu wako wapi? Mimi ni ndugu yake na mkeo. Naitwa Tifa. Na kuhusu mkeo na ndugu yako, yani vipi? Mbona sikuelewi? Ndugu yako amerudi kwao, ila kuhusu mkeo ningeomba tunishie hapo kweli. Mbona unanichanganya? Kwa nini kwenye mke wangu hapa kunakuwa na kigugumizi na unasema uishie hapo? Naelewa nini mimi? Hivi karibuni kulitokea matatizo ambayo yalisababisha dada yangu Selma kupoteza uhai wake. Eti nini? Ina maana mke wangu mimi amepoteza maisha? Haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Anakufa kufaje mke wangu mimi, anakufaje hivyo? Kipi kimemsababisha mpaka anapoteza maisha mke wangu mimi?
Sio kweli. Alipata ajali ya nyoka. Ajali ya nyoka kivipi? Mbona usemi vizuri nikakuelewa? Ni alipata ajali ya kugongwa na nyoka, ndipo ikapelekea kapoteza uhai wake. Shemeji, wewe unalia ambaye ulishuhudia mpaka anaenda kuzikwa. Mimi nifanye nini? Hivi unajua maumivu kiasi gani ninayapitia shemeji? Shemeji. Kimya kimetanda, wimbo wa unalia jangwani. Usilie bwana, usilie. Wapendwa vimepotea gizani. Kwa hiyo saizi ndo unaishi hapa? Ndiyo shemeji. Basi sawa, kwa sababu nimerudi, niamani kila kitu kitakuwa sawa. Ila naumia sana shemeji. Nyamaza bwana, nyamaza shemeji. Unashtuana? Nilikuwa najaribia mkuu kama naweza kuingia nyumba ya mtu. Ala, mbavu. Ndio kujaribia kwangu? Mkuu, ilibidi nijaribu kwako. Mbavu. Hebu toka mara moja hapa. Mpuzi. Sawa mkuu, usiku mwema. Huyu ningempa nguvu yenyewe huyu. Angesumbua sana. Hata mimi angeniteketeza huyu. Huyu nabidi nimchane ukweli. Kesho akija kwenye kikao atanikoma. Kijiji chetu kimefunikwa na giza, mapenzi yetu yamejaa usaliti. Na Komole ardhi ina siri, roho za wachawi ziko vitani. Kazi ya kulima ndio maana sema uchelevu na nini migongo. Wewe wangu. Kadiri kifo sawa tunatembea nacho. Lakini unajua kile kifo cha Salma mimi kinanichanganya sana. Kinakuchanganya kivipi? Na mtu tumeshamzika. Amekufa tumemzika. Leo unasema kinakuchanganya. Kinakuchanganya vipi? Sawa amekufa na tumemzika. Mtu amebanwa na nyoka. Masaa machache tu unaambiwa ameshafariki. Hapana. Kwa kweli mili aliingia akilini. Kile kifo si cha Mungu. Kuna mkono wa mtu unachangia. Eti? Inawezekana. Sasa pepo itakuwaje? Na Komole kimya kimetanda, wimbo wa vilio unalia jangwani. Roho za wapendwa karibu binti yangu, zimepotea gizani. Karibu sana binti yangu. Asante. Kachi. Inafifia moyoni. Haya, nikusaidie nini? Mganga, mimi hapa nina shida. Sawa, najua kuna shida, ila nikitazama katika mwili wako hakuna shida yoyote. Ni kweli mganga, mimi sumbuliwi na chochote, ila nina shida nyingine tu. Mimi kipato changu kinapitia wanaume, na mimi sina hela. Nina shida, naomba unisaidie.
hivi sasa naona siwapati. Hivyo mganga, naomba uniangalizie kama nimerogwa, na kama sijarogwa uniongezee nyota. Sawa binti yangu, acha tuongee na mizimu. Kama umerogwa tutahona, na kama haujarogwa basi tutakutengenezea dawa ya mvuto. Sawa mama? Sawa. Nakomole, kimya kimetanda, wimbo wa vilio unalia. Jamani, hodi hapa. Wananchi wanakomole. Zimepotea gizani. Ndio nikupiga kazi. Asante mtendaji. Karibu sana. Asante. Mbona na madaftari mashambani, kuna nini? Nadhani sina haja ya kujitambulisha maana mnanifahamu. Hili daftari ni kwa ajili ya usajili wa mikorosho. Kujua kila mkulima ana idadi gani ya mikorosho. Hiyo idadi ni kwa ajili ya ugawaji wa pembejeo. Sawa mtendaji, karibu sana. Asante. Kwa hiyo tupite kuzunguka shamba lote hili au nikupe tu hesabu ya mikorosho? Bila shaka nadhani mikorosho yako unaijua. Yeah. Kwa hiyo ningependa ungenipa idadi ili nijumlishe nijue yaani tunagawa vipi kutokana na idadi ya mikorosho yako. Mtendaji bwana, sitakuja kweli? Ondoa shaka. Ondoa shaka. Sawa, mimi mikorosho yangu hii ipo 53. Kabla ya hesabu naomba nifahamu majina yako matatu. Mimi naitwa Kisweke, mtoto wa Kitamleo, mjukuu wa Spati Maulanyenje. Ni majina yako kwenye NIDA? NIDA na kazi ngumu sana. Ndo kuwalanga mikongo, ndo kuwalanga mikongo, ndo kuwalanga mikongo, ndo kuwalanga mikongo. Mama, umefika kwa mche wa mchelenga. Mama, hapa umefika kwa mche wa mchelenga. Uwe kungwetu kuna ntalika, kuna shiwalanga kwa kupekesanga maganga na sijembe shedoko. Mama, shika hapa na mkono nchinda, mkono wa kushoto. Toa. Sasa nitakupatia dawa ya mvuto, na hakuna mwanaume yeyote ambaye ataluka. Wakulu mbanganje mtelea mbanganje wawapate bagwetela mbanganje mtelea mbanganje mtelea mbanganje mtelea. Ndio kazi zao. Hamna shida. Imeisha. Kama mtafanya hivyo mtatukomboa sana. Unasemaje mke wangu? Ni sawa. Wafanye chini juu hizo wazilete. Sasa ngoja mimi niende nikachukue takwimu za wakulima wengine huku. Mtendaji. Samahani kidogo. Kuna hoja tunataka tukushirikisha kidogo. Sawa. Unajua hiki kijiji cha Nakomole kwa uchawi kinaongoza. Mtendaji, unakumbuka juzi tulikuwa na mazishi ya
binti mmoja pale juu, Salma. Ndio nakumbuka. Sasa wewe unavyohisi kile kifo ni cha Mungu kweli? Ni kifo cha Mungu. Sisi tulimpenda na Mungu amempenda zaidi. Kwa hiyo sidhani kama kuna shida. Tunaishi ili tufe. Sisi ni wanadamu. Mbele yake, nyuma yetu. Kwani kuna shida? Ndio. Kuna kitu wewe mtendaji ukijui. Hiki kijiji cha Nakomole kina uchawi mwingi sana. Na hivyo basi, lile tukio ni la kutengenezwa. Yule nyoka si wa Mwenyezi Mungu. Hebu subiri kwanza. Tukio la kutengenezwa. Nyoka si wa Mwenyezi Mungu. Sikuelewi vizuri. Unamaanisha nini? Namaanisha hivi. Yule amerogwa. Na tusipokuwa makini, tutaondoka wote kwa kifo kama kile. Mimi nasimamia shughuli za hapa kijijini. Na sisi kama serikali ushirikina hatuamini. Kwa sababu ushirikina ni nguvu za kiza ambazo zionekani katika maeneo ya kawaida. Kwa hiyo uwezi ukatuletea kesi kama hizo serikali, hatutaweza kutolea shahidi, maana hatuoni hivi kama wanavyoona watu wengine labda. Kwa hiyo mimi ningeomba niende nikawasajili wakulima wengine hapo shambani. Asante, kazini njema. Sawa. Haina shida mtendaji. Hamna shida. Mke wangu, yule mtendaji anasema aamini ushirikina. Atakapokuja kuamini ushirikina, ipatikane siku moja waje kunilaza makaburini. Wewe twende. Mbanganje ntereya mana banaguta bananyokola mogaga bakana bepata balumejene bikiji lelo banakalanchika mbanganje ntereya naja kutule mwana mama, hii ndio kiboko ya matatizo. Unaitwa ntereya wenye mchanganyiko wa miti minne. Mkatishimuko ngane mtanga, njabu, siri za paka na mbinda makonde, wakiambatana na mkubwa wao huyu. Tutachukua kwa kila mti jani moja, sawa? Gwenegu silijambaka, yani siri ya paka. Gweguno ntanga, gweguno njabu, na gwenegu mbinda makonde. Tumemaliza mama, sawa? Kamata mama, mkamule na mkono nchinda. Eja, hiyo dawa ukishafika nyumbani tia kwenye sufuria, alafu tia maji, kisha utanawa usoni kila siku, asubuhi na jioni, ndani ya siku 3. Sawa mama? Sawa mganga. Mtola nje ntela nikombolele nyapele ntela mama sibaje tenda ukotope tola nje ngola gashida shindole kabili. Shoga hapo ni kule kwa kuna nani? Yaani unamba. Hapo hapo. Kimya kimetanda. Wewe nayo kanunue mafuta ya mba.
unalia jangwani. Nikisema ndo unaniongezea shoga kidao. Yaani machanua ya shida masaluni. Mwenye machanua yenu, mkienda masaluni mwenye na machanua yenu. Kwa maana mnakuonana. Waela gani wewe mwenzetu si una viwango? Akina dada habari zenu hapo? Salama, wewe kaka. Mimi nashukuru. Sasa mimi ngoja niwaache hapo nipite kuzunguka kidogo. Karibu kaka. Wimbo wa vilio unalia jangwani, roho za wapendwa zimepotea gizani. Je, kwa Kumbukumbu Hamna kitu, nilikuwa naangalia tu. maana sio kuangalia huko bila au Na wewe ina maana tusiangalie watu. Haya mama, mimi nimeshamaliza na hii tiba ninafanyaga shilingi 20,000. Hiyo ndio gharama yake. sasa kiambia. Kwanza nashukuru kwa dawa unipatia. Sasa mganga, mimi hela sina. Sasa mama, inatakiwa uweke hata kianzio, ndivyo mizimu inavyotaka. Inapoweka ajepeja. Sasa mganga, kwani kitu huwezi kumpa kitu kingine zaidi ya hela? Sasa mganga, mimi naona tumalizane, mzimu sina hela. Ajamwe, we binti, tumalizane? Unamaanisha nini? Wewe naye mganga kama hujui, kwani idara nilochukua? Kwani mimi kazi yangu ni tangia nimeanza kuota hiki kichwa. Haya mambo. Mama, mbona unataka kunipatia miko wewe? Sio miko hii. Haya, hebu nivue kwanza haya mavazi. Nitajua namna ya kuzungumza na wakuu. Maana hii dawa imeshaanza kunivuta mimi mwenyewe. Haya mama, tuzunguke hapo nyuma, maana hapa kilingeni sio pa kufanyia mambo haya. Sawa? sawa. Wimbo wa vilio unalia jangwani, roho za wapendwa zimepotea gizani, na kumbukumbu inafifia moyoni. Nakomole, kimya kimetanda, wimbo wa vilio unalia jangwani, roho za wapendwa zimepotea gizani, Mama, na kumbukumbu. Kwani yule kaka ni wa hapa na Komole? We nawe, kwani wewe umjui yule? Simjui, sijawahi kumuona. Yule ni mume wa marehemu Salma. Kumbe mbona kwenye msiba sikumuona? Kipindi kile cha msiba yeye hakuwepo, alikuwa mjini, na hata hivi amerudi hivi karibuni. Sasa Salma ameshafariki, kwa hiyo huyu mkaka ina maana ameoa tena? Hapana, hajaoa. Hata machungu ya msiba hayajamuisha. Leo hii aoe tena? Kumbe. Kwani yule mkaka jina lake nani? Dasara. Mbona wingi wa maswali au mwelewa? Wewe nitajie jina, hayo mengine hayakuhusu. We, asikuangaishe. Yule anaitwa Mesat. Na ukitaka hata mawasiliano yake ninakupa shoga yangu, maana shoga kidawa huyu. We naye Mesat. Aya.
Jamani, mbona kama shoga yetu amemuelewa yule kijana? Kijiji chetu kimefunikwa na giza, mapenzi yetu yamejaa usaliti. Na Komole ardhi ina siri, roho za wachawi ziko. Nani? Mimi hapa, fungua. Latifa. Karibu. Shemeji, samahani. Toka wewe urudi mjini nami kuhama hapa ndani kwenda kuishi na mama, kila siku usiku dada ananitokea na mimi naogopa. Kwa hiyo sasa mimi nifanye nini? Na kwa nini mkuja kuniambia haya usiku? Shemeji, nilikuwa naomba nilale na wewe usiku, maana nikilala na wewe hapa atakuogopa, atakuwa atokei. Kulala na mimi? Leo majaribu nayapitia Mesati mimi. Tambua na mimi ni jinsia tofauti, na mimi nakuchukulia kama shemeji yangu. Nawezaje kulifanya hili? Hapana. Mwana shemeji, mimi naogopa. Salma atanitokea tena. Shemeji, kuhusu hilo nimekwambia halina shida, ila kwa sasa ngoja tu nikupeleke nyumbani kwanza. Kwa mama nitakuja kuandaa ratiba vizuri. Kesho nitaenda kuchukua kule kitanda, nitaweka chumba cha pili ili nawe pia uweze kuishi hapa. Siwezi kukataza kuja kuishi hapa shemeji yangu. Sawa shemeji? Napenda sana amani. Napenda pia uwe na furaha. Nikikuona wewe naona kama nimemuona marehemu mke wangu. Usijali. Basi ngoja nifunge mlango. Kijiji chetu kimefunikwa na giza, mapenzi yetu yamejaa usaliti. Na Komole ardhi ina siri, roho za wachawi ziko vitani. Na Komole. Halo? Vipi? Safi. Nimekaa hapa nakusubiri wewe muda wote. Mbona mpaka saa hizi? Mimi nipo hapa nje nimekaa. Sawa, usichelewe basi, nakusubiri. Sawa. Mambo vipi? Poa. Fresh. Mimi nafikiri tusipoteze muda. Nikienda. Sawa. Na Komole kimya kimetanda, wimbo wa vilio unalia jangwani. Roho za wapendwa zimepotea gizani, na kumbukumbu inafifia moyoni. Oh, na Komole, na Komole,
Kimya kimetanda, wimbo wa vilio unalia jangwani. Roho za wapendwa zimepotea gizani, na kumbukumbu inafifia moyoni. Oh, nakomole. Odi. Namkwe. Karibu. Jamani, nani tena usiku? Samani mimi hapa mkwe. Mlango na uko wazi. Latifa. Latifa. Nipo huku nje mama. Mimi nina mlango wazi jamani. Sikupa nje tena. Nimekuaje tena bwana mko usiku? Samani mamkwe kwa kuamsha usiku. Latifa alinijia nyumbani. Na alisema anatokewa na marehemu dada yake. Kwa hiyo alikuja kwangu kwa ajili ya kuweza kumsaidia kwenye hicho ambacho kinamtokea. Kwa hiyo mamkwe, naomba leo mungelala sehemu moja. Ila kitu ambacho nafikiria, Babangu, subiri kwanza. Latifa njoo kwanza.